Walinzi wameaswa kufanya kazi kwa mujibu wa miongozo na taratibu za kazi zao zinavyoelekeza na kuacha kufanya kazi kimazoea, kwani vifaa na mali zilizomo katika skuli ni nyingi na zenye gharama kubwa. Hayo yameelezwa na Mfaume Jafari Mfaume, mkuu wa divisheni ya idara ya elimu sekondari kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, mara baada ya mkutano na walinzi wanaolinda katika skuli za serikali za wilaya Magharibi B Unguja. Mimi ninachoasa walinzi watekeleze majukumu yao ipasavyo na waache kufanya kazi kimazoea. Wafate miongozo yao ya kazi inavyoongoza, wafanye ulinzi wa kweli kweli. Wasiachie watu kuingia kiholela bila ya utaratibu, kwa sababu hujui nani muovu. Kwa hiyo na mali zilizokuwemo ni za gharama sana, thamani sana, mali ambazo zinatiwa katika skuli za siku hizi. Kwa hiyo manake hata wanafunzi wenyewe wanahitaji kudhibitiwa, kuanzia na walimu wenyewe pia kuwe na msimamo manake katika kudhibiti utokaji wa mali kiholela. Mlinzi anatakiwa kimona hata mwalimu hata mwanafunzi adadisi, ajiridhishe kimetoka kwa mazingira gani na kwa lengo gani. Asione kitu kinatolewa labda na mwalimu au kwa na mwanafunzi akadhania tu kwamba labda ameagizwa inapelekwa sehemu fulani. Yeye kama mlinzi anapaswa achukue nafasi yake, ajiridhishe. Kwa upande wake, afisa elimu mkoa amesema kumekuwa na tetesi za taarifa za upotevu na wizi katika skuli hizo, na kwa hivyo hawatakuwa na muhali kwa atakayebainika. Wizi unatokezea sana, kwa mfano kama viti vinaibiwa. Wakati mwingine unaweza kupata matukio kwamba milango aluminium ile inaibiwa. Wakati mwingine hata kompyuta unaweza kusikia kwamba zimeibiwa. Sasa kwa hili hatutamwangalia mtu usoni. Kwa sasa sisi kama afisa elimu wa mkoa tumejipanga kwamba hatumtizame mtu usoni kwa hili. Unapokwenda katika shughuli ya kuharibu mali ya skuli, basi wewe utakuwa ni mtu ambaye tumezamiria kuhakikisha kwamba tunakufikisha katika vyombo vya sheria. Mwatima Juma Hassan amesema pamoja na ongezeko la madarasa kutokana na ujenzi wa skuli za ghorofa na changamoto ndogo za ukosefu wa walimu kwa baadhi ya masomo, lakini kwa mashirikiano wilaya, mkoa na walimu kiwilaya wanakwenda vizuri. Inakwenda vizuri, ingawa katika wilaya zote za Zanzibar, wilaya Magharibi ndio yenye idadi kubwa ya wanafunzi, ndio yenye idadi kubwa ya walimu, lakini kwa mashirikiano na wizara na mkoa tunafanya kazi kwa pamoja na tunafanya kazi kwa vizuri na hali inakwenda vizuri, kwa sababu tunapata matokeo mazuri na tunasimamia elimu kwa vizuri. Kwa kweli, kwa ufupi, wilaya Magharibi tunakwenda vizuri. Ratio hasa ukiangalia hivi, maana hakuna mwalimu wa physics, hakuna mwalimu wa math. Ule mwalimu mmoja ni tatizo sana masomo ya science, physics, chemistry, ni math, lakini kwa ujumla wa ratio hatuna ukosefu sana wa walimu. Ni masomo maalum tu ambayo na matatizo ya walimu. Haya masomo mengine ya biashara ambayo yameanza juzi, kwa vile ndio kwanza masomo mapya, hatujapata leo walimu ambao wako competent sana na hili soko, lakini tunachukua walimu wanapewa mafunzo na wanafanya kazi kwa vizuri. Nao baadhi ya walinzi wameeleza kuridhishwa na mkutano huo na baadhi ya changamoto zinazowakabili. Kwanza changamoto yetu kwenye mshahara. Mshahara ni mtihani. Kwa sababu tunaweza kuondoka kama hivyo walinzi tunapokwenda usiku, hatuogopa hata kubwa mapanga njiani. Wakimbilia nini? Kazi yetu. Lakini kutokana na hali mshahara tangu mwezi wa 4 mpaka saa hizi haujatoka. Wengine tuna watoto mayatima wanataka kula. Tunataka nauli, tunafanya nini? Pesa tunapata wapi? Hatuna biashara nyingine baada hii. Kwa kweli hiyo naomba tufanyie ni changamoto kutuulizia kwa nini mishahara inachelewa. Kwanza alichokisema kiongozi kimetupa faraja kusema kweli na tumefurahi, ila tu wasituondoe njiani kama mujibu alivyosema katika kikao, basi naomba kifanyike vile vile. Itoe changamoto ya msukumo wa kupata mishahara mapema, isifiki tarehe kama ya leo. Jambo la pili, tunaomba ongezeko la mshahara. Na changamoto la pili ni maharibiko ya wizi unaotoka katika malindo. Huenda ikawa ni kughafilika kwa mlinzi kutokana na njaa
akawa ana escape, anaacha lindo wazi, anatoka malindoni, watu wanafanya yao. Lakini kama tutapata mishahara mapema, tutakuwa gado kabisa katika maeneo yetu. Tunaiomba serikali pamoja na Wizara ya Elimu, Wizara ya Elimu ndio serikali, itupe changamoto hiyo, na sisi tutakuwa tuko tayari kuwa waadilifu kama walivyotueleza viongozi wetu wa Wizara ya Elimu. Tuwe waadilifu, tusiache malindo yetu wazi, tutakuwa uaminifu kabisa katika kazi zetu. Katika mkutano huo uliokuwa na lengo la kuwakumbusha na kuwapiga msasa walinzi wanaolinda skuli na mali zake, wametakiwa kuongeza umakini, huku mkuu wa divisheni akitumia nafasi hiyo kuwataka walimu kutoa mashirikiano ya dhati kwa walinzi na kuthamini kazi wanayoifanya. Walimu wanapaswa kuelewa kwanza majukumu ya walinzi ni yapi katika vituo vyao, kwa sababu inaonekana walinzi wamechukulia kama ni watu wa kusimama tu pale, hawajui wao wana dhamana gani. Lakini walinzi wana dhamana kubwa ya kulinda mali na usalama wa watu ambao wako katika kituo. Kwa nao pia wana nafasi yao ya kuheshimiwa na kufuata zile taratibu wanazozielekeza kwa mujibu wa miongozo yao ya kazi. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu nimelipokea hili na nitalifikisha kwa walimu kuweza kuelewa zile taratibu za walinzi ni zipi hasa, ili na wao waweze kuziheshimu. Na walinapotokezea swala la kuwapa taarifa, lazima walinzi wapate taarifa. Kama leo kuna shughuli, kuna utokaji wa vifaa fulani vinapelekwa sehemu fulani, lazima waelewe. Kwa hiyo uongozi wa skuli usitoe tu vitu bila kumjulisha mlinzi, akapata taarifa za kutosha ili kuweza kudhibiti mali hizo. Mkutano huu umefanyika katika afisi mpya ya elimu wilaya Magharibi Fuoni, mkoa mjini Magharibi Unguja. Umeshirikisha walinzi wanaolinda katika skuli za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.